Hii tunaweza kuita ni nuru gizani. Katika kijiji kidogo cha Lenjani kilichopo wilayani Arumeru mkoani Arusha, anaishi kijana jasiri, Rebahati Lesilo. Ingawa hawezi kuona kwa macho, anaiona dunia kwa matumaini, upendo na bidii ya kujitafutia maisha bora kwa familia yake. Mimi kwa majina naitwa Rebahati Lesilo, niko upande wa Orkokola, ni mlemavu wa macho. Ila kuna watu wa Mungu ambao walikuja kunitembelea kwangu mimi huku. Nikawa sasa Mungu amewasaidia, wakaja nikapata msaada wa mbuzi huyu ambao yupo hapa. Lakini mbali na ulemavu wangu wa macho, nilipoletewa nikahusisha sana ufugaji moja kwa moja ya kuweza kumwangalia. Sasa naamka asubuhi, naenda majani kumletea, kumlisha. Najitahidi tu hivyo hivyo nakazana, kwa sababu sasa ukikaa bila kufanya kazi yote, unaweza ukawa unakaa tu. Kwa hiyo naenda namletea majani, namlisha. Sasa hivi akona ujauzito. Kuanzia mwezi wa 8 amepandiwa. Kwa hiyo nadhani mpaka mwezi wa 12, tarehe 4 atakuwa amejifungua. Mradi huu wa maisha bora ulio chini ya kanisa la FPCT, ulikutanaje na Rebahati? Nimempata huyu kijana kupitia mchungaji wake. Walisikia habari zetu za maisha bora, wakaja kutueleza kwamba tumempata kijana ambaye asiyeona. Tukamwambia wamlete katika ofisi yetu, tukaja tukazungumza naye, tukamhoji maisha yake. Kwa kweli alikuwa zero kabisa, anategemea msaada tu kwa ndugu zake wanamsaidia na watu wengine wa Samaria. Kwa hivyo tukamuuliza, umeoa? Akasema nimeshaoa. Ndio hivyo, maisha ni magumu, hawezi chochote, kazi yoyote, amekaa nyumbani tu. Tukamuuliza, mke wako anafanya nini? Akasema naye pia yuko nyumbani. Kwa hiyo riziki zote walikuwa wanategemea familia, na familia yao ni kubwa, wote wanahangaika hivyo. Kwa hiyo kumsaidia yeye zaidi, tukaona kwamba tumsaidie kwa kufuga mbuzi, kwa sababu hii jamii ya Kimasai wanapenda ufugaji. Tukaongea naye, tukamuuliza kwamba unaweza ufugaji? Akasema maisha yake yote alipokuwa anaona alifanya hizi kazi, kwa hiyo alipendelea sana na yeye anaweza kufuga. Kwa hiyo tukamletea hizi mbuzi. Shida ya macho ilipoanzia, kitambo nilikuwa mdogo, nadhani ni 2013, nikaenda porini kule Lokisali, nikawa nachunga ng'ombe, nyuki ilitokea kwenye mesera, nadhani tu ni mambo ya kipepo. Sasa ikanigonga kichwa, ndio shida ikapitia pale, ndio nikaja tena nikapataga ajali, ndio jicho hili la kushoto la kulia likapasuka moja kwa moja, ndio ikaachia hili lingine ulemavu. Maisha si rahisi sana kwa familia ya Rebahati. Kutokuwa na ajira ya kudumu na changamoto za ulemavu vimefanya kila siku kuwa mpambanaji, lakini bado hakuwahi kukata tamaa. Nadhani wameshaelewa kwamba huyo haoni, wengine wanakuchukulia kawaida, wengine hawaamini. Lakini pote la mbali mimi siwaangalie wao, ila naangalia kila ambao naweza kuifanyia kwa mikono yangu. Kwa hiyo nadhani ni hivyo tu, kwa sababu sio kila mwanadamu eti akuchukulie tu
kama kikawaida, lakini kuna mwingine atakuchukulia, atakukuta pale mahali ambapo huwezi kupita, akakuambia sio huko, ndio ukaonyeshwa njia ukafika tu nyumbani. Lakini kwa vile mimi nimeshazoea yale, nadhani hakuna kitu kubwa ambacho inaweza sahi kunisumbua. Siendi tu mbali sana na nyumbani, lakini kama nikishazoea mahali ambapo majani ipo, naweza nikaenda nikaichukua nikawaletea. Huyu ni mke wa Rebahati. Yeye anamzungumziaje mume wake? Lakini mimi nimekubali tu kukaa naye na ufugaji wake. Mimi ninapenda kufuga sana, maana kwetu hata mimi nilikuwa ni mfugaji tu. Nikasema ngoja tu nifuge, kwa maana nimependa tu mimi kufuga. Maana mbuzi wote mimi nilipenda sana kwa kuziona, kwa maana kipindi kile mimi nilikuwa ninatamani tu nifuge, kwa maana nikasema Mungu mfungue ile bahati mimi nipate hata kambuzi nifuge. Sasa nikashangaa tu Mungu amefanya miujiza, nikapata mbuzi. Ndio na Mungu naye anaendelea kuniwekea mkono. Na nimependa sana mbuzi. Baada ya miaka miwili watakuwa na mabadiliko makubwa. Na hata sasa tumeona mabadiliko. Cha kwanza ni amani na furaha. Wanayo furaha nzuri na tunaamini kabisa. Katika dunia ambayo wengi huona giza, Rebahati anaona nuru. Na kupitia msaada mdogo kutoka mradi wa maisha bora ulio chini ya kanisa la FPCT Tanzania, nuru hiyo inazidi kung'ara. Kwa Rebahati Lesilo, maisha bora si ndoto, ni safari inayowezekana. Mimi ni msimulizi wako, naitwa Method Charles.